Nina mdogo wangu mmoja alikuwa ananielezea jinsi gani kuna vitu ambavyo anavipenda na anatamani sana avipate. Akasema kwamba ni kama kuna muujiza wote ambao Mungu angeweza kumfanyia sasa hivi, ni Mungu tu atampeta gari dogo tu, very economical car. Nikamwambia ngoja nikuulize swali moja. Kama Mungu au let's say mchungaji angeenda jela alipokuwa amefungwa Joseph baada ya kusingiziwa kwamba amelala na mke wa Potifa, unadhani mtumishi wa Mungu angemfuata Joseph akamwambia, kama unahitaji muujiza tu mmoja Mungu akufanyie, unahitaji Mungu akufanyie kitu gani? Yule mdogo wangu akaniambia Joseph angechagua arudishwe nyumbani kwao. Nikamwambia umejibu vizuri sana. Hakuna mtu ambaye anajua mawazo ya Mungu. Mawazo ya Mungu sio mawazo yetu, njia zake sio njia zetu. Joseph alidhani anahitaji uhuru, kumbe muujiza Mungu ambao alikuwa anaenda kumpa, alikuwa anaenda kumfanya awe mtu mkuu sana, awe governor. Yani baada ya mfalme alikuwa anafuata kuwa yeye. Same applies. Usikatishwe tamaa na vitu ambavyo unaona kwa sasa hivi huwezi kuvimiliki. Kwenye moyo wa Mungu anatamani na atakupa vikubwa kuliko hivyo ambavyo unaviwaza, unamuomba. Kwani sio aliyesema kwamba jicho alijapata kuona, sikio alijapata kusikia, wala havijaingia kwenye moyo wa mtu wote vitu ambavyo Mungu ameandalia wale wampendao. So usiteseke na vitu vidogo sana vya dunia hii. Mungu anakuwazia mema, anajua mawazo anayokuwazia. Always ukienda kusali, chukua zile prayer point hizo ambazo walikupa. Omba Mungu mapenzi yake yatimizwe kwenye maisha yako, kwa sababu mapenzi ya Mungu yakitimizwa kwenye maisha yako ni zaidi ya vitu vyote ambavyo duniani vinaweza vikakupa au unavyoweza kukaviaza moyoni kwako. Unaweza ukawa unaomba Mungu akupe sasa hivi labda kazi. Everybody needs a job, it's a good thing. Lakini ndani ya moyo wa Mungu anatamani akupe kampuni, anatamani akupe best of the things. So please, right now, usikatushe tamaa na vitu ambavyo hauna. Vikija vitakuja vikubwa kuliko ambavyo watu umeviomba, umeviwaza, umeweza kuvifikiria. God is always faithful.